world. Si ndio dunia. And we belong to that love. Na tunakubaliana kuwa na hiyo upendo. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In the book of John chapter number 3 verse number 7. Yohana 3:16. For God loved the world, kwa kuwa Mungu aliupenda dunia so much, upendo mkuu, that he give only his son, akapeana mwanao wa kipekee, so that everyone who believed in him may not die but have eternal life. Kwa yule ambaye atapokea upendo huu hatapotelea bali ataishi ufalme wa milele. Praise the name of the Lord. Jina lisifiwe. We want to see now, tunataka kuona kuwa which kind of love that God has loved the world. Ni upendo gani huu ambao Mungu amependa dunia? In the book of Genesis chapter number 3, Mwanzo, in the book of Genesis chapter number 3, kitabu cha Mwanzo 3 verse number 8, somewhere there, kuanzia 8 pale mahali, in that beginning, pale mwanzo, we see that there was an enmity. Tulisikia kuwa kulikuwa na uadui between man and God, Mungu na binadamu, because God was loving this man, kwa sababu Mungu alikuwa anapenda huyu mwanaume. but when man goes against him, lakini wakati mwanaume alienda kinyume na Mungu, then the enmity began. Uadui ukaanzia pale. And I want to see about that love. God has come again to remove the enmity. Sasa tunataka tuangalie Mungu pia amekuja kutoa ule uadui because of his love, kwa sababu ya upendo wake. So I want to see you, I want you to see in very deep that enmity began in Genesis. Ningependa uone kwa undani uadui ulianzia pale mwanzo. And when it began there, ilipoanzia pale, it continued, imeendelea until in the book of John chapter number 3 verse number 7. hadi pale kitabu cha Yohana 3:16. God has come again. Mungu amekuja tena with love na upendo. And I need you to understand. Ningependa muweze kuelewa. First you have to understand this. Inafaa uelewe hili. When you don't know where this enmity come from, usipojua mahali ambapo uadui ulianzia, you can't understand where the love come from. Hauwezi ukaelewa upendo umeanzia wapi. Today I want you to understand where the enmity began. Leo lazima uweze kuelewa uadui ulianzia wapi. The world was living in the love. Dunia ilikuwa inaishi kwa upendo. But when the enmity began, lakini wakati uadui ulianzia, there was no mercy of God. Hakukuwa na huruma kwa Mwenyezi Mungu. There was no mercies of God. Hakukuwa na huruma from God. Toka kwa Mungu. And when it comes in the book of John, inapokuja katika kitabu cha Yohana, is mercies of God, upendo unarejea. Mercies and love, upendo wa Mwenyezi Mungu na upendo wake unakuja tena. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. If you can't love, usipopenda, if you can't accept the love, usipokubali upendo, it is very hard for people to understand that you know God. Itakuwa vigumu kwa watu kuelewa unajua Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. We live in the world. Tunaishi katika dunia where we have very many people, mahali ambapo kuna watu wengi, and many who disturb us. Wengi wanatusumbua roho zetu. Many they will make us not to be happy. Wengine wanaweza kutufanya tuwe na huzuni. But if we don't understand that we are living under the love of God, tusipoelewa kuwa tunaishi chini ya upendo wa Mwenyezi Mungu, we will hate them forever. Tutaanza kuchukia wengine kwa ubure tu. We will hate them forever. Tutawachukia milele. And that our enemy, na ile chuki yetu, that enemy, that our enemy, those who are our enemies, wale maadui wetu,
The Bible is saying for us Biblia inasema kuwa that we have to love our enemies. inafaa tuweze kumpenda yule ambaye ni adui yako. That we have to love our enemies. Tupenda maadui zetu. We are here because of that, because of the love. Ndio sababu tuko mahali hapo kwa sababu ya upendo. We are here because of love. Tuko hapo kwa ajili ya upendo. Not because we are so good. Sio kwa sababu sisi ni wazuri sana. Not because we are so righteousness. Sio kwa sababu sisi sio watenda dhambi. Sisi ni wenye haki sana. Ni wenye haki sana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We are not so righteousness. Hatuna haki sana. But because of the love of God. Lakini kwa ajili ya upendo wa Mwenyezi Mungu, we have to understand that love. Inafaa tuweze kuelewa ule upendo. Has given us an opportunity. Umetupa fursa. Has given us an opportunity. Umetupa fursa. Just to please God. Kumfurahisha Mungu. To please God. Kumfurahisha Mungu. To pray God. Kumwomba Mungu. To be in His precious. Kuwa ndani yake. It's not because we have power. Sio kwa sababu tuna nguvu. But because of His love. Kwa ajili ya upendo wake. So my fellow friends and viewers. Kwa hivyo marafiki zangu wale wanaotazama, we need to be very much understandable people. Inafaa tuweze kueleweka zaidi. I think unaweza nikaa hivi namna hii ukiangalia huko kwa watu, maana tunaongelesha watu. You don't speaking with me, we are speaking to people, addressing people. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When we love God, tunapopenda Mungu, that our love, upendo wetu, that our kind of love, kwa kuwa upendo wetu, kwa huo upendo, praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Is being seen, unaonekana, is being shown, unaweza kuonyeshwa by loving one another, kwa kupenda kila mmoja wetu, by loving even our enemies, kwa kupenda hata maadui zetu. This is why when I hate you, ndio sababu mimi ninapokuchukia, I can't hate you forever. Siwezi kuchukia milele. Because I remember, kwa sababu nakumbuka, and I know the word of God. Najua neno la Mwenyezi Mungu. And that word of God is God. Na hilo neno la Mungu ni Mungu. So because of knowing the word of God, na kwa ajili najua neno la Mungu, and understanding that knowing the word of God is knowing God, na kuelewa kuwa kujua neno la Mungu ni kumjua Mungu, this is why I love you. Hii ndio sababu mimi nawapenda. Even if I hate you, I will still love you. Hata kama nilikuwa nakuchukia, nitakupenda tu. I will still have an opportunity of loving you. Bado nitakuwa na ile chanzo na bado kukupenda wewe. Because making you an enemy is not helping me. Kwa ajili kukutengeneza wewe kuwa adui haitanisaidia mimi. Making you to become my enemy will not help me. Kukufanya wewe uwe adui yangu haitanisaidia mimi. Even you becoming my enemy is not helping you. Hata mimi wewe uwe adui yangu haitanisaidia. So when you become my enemy, kwa hivyo wewe ukiwa adui yangu, I will still have an opportunity to know my God. Bado niko na ile chance ya kujua Mwenyezi Mungu wangu. I will still have an opportunity to understand my God. Nitakuwa na ile fursa ya kumuelewa Mwenyezi Mungu. And because of this opportunity of knowing God, na kwa ajili ya hii fursa ya kumjua Mungu, this is where I'm reaching many people. Hii ndio sababu najaribu kufikia watu wengi ulimwenguni. This is where I'm trying to reach many people. Hii ndio sababu nahubiria watu wengi duniani. And I will still preach to many people and reach them. Na bado ndahubiria watu wengi na niweze kuwafikia. Because I understand the opportunity that God has given me. Kwa ajili naelewa fursa ambayo Mungu amenipa ndani yake. Loving person is showing that you know God. Kupenda watu inaonyesha kuwa unajua Mungu. To make them your enemies will not help you. Kuwafanya kuwa maadui zako haiwezi kusaidia. To make them your enemies will not help you. Kuwafanya kuwa maadui haitakusaidia. Because when you become enemy, kwa ajili unapokuwa maadui, you close a door. You close a door. Unafunga mlango for your blessings. Kwa baraka zako. Because people this you see, kwa ajili hao watu ambao unaona, God will use
them to bless you. Mungu hutumia hao watu kubariki. God will use them to raise you. Mungu watumia uweze kuinua wewe. God use men to raise men. Mungu hutumia mwanaume ainue mwanaume mwingine. God use woman to raise woman. Mungu hutumia mwanamke ainue mwanamke mwingine. And God use somebody to raise somebody. Lazima Mungu atatumia mtu aweze kuinua mwingine. God cannot raise somebody without person. Mungu hawezi kuinua bila watu. You must understand to have people. Inafaa uweze kuelewa kuishi na watu. When you understand how to live with the people, ukijua kuishi na watu, God will bless you through people. Mungu atakubariki kupitia hao watu. Only God uses men for men. Mungu pekee ndio hutumia mwanaume kwa mwanaume, and a woman for woman, mwanamke kwa mwanamke. So any person who is being used by God, kwa hivyo kila mmoja ambaye hutumiwa na Mwenyezi Mungu is used by God because of another person to become. Anatumiwa na Mwenyezi Mungu ndio mtu mwingine afaidi. When we understand that, tusiweze kuelewa haya, we shall see how to live with the people. Tutaona na kujua kuishi na watu. Making people to become your enemies, kufanya watu wawe maadui, will not help you. Haiwezi kusaidia wewe. Making people to become your enemies, kufanya watu wawe maadui zako, will not increase you. Haitaongeza wewe. But when you make them to love, to understand how you love them, lakini ukiwafanya uweze kuelewa that one will increase you. Hiyo itakuongeza. Even will increase the God that you know. Pia itaongeza Mungu ambaye unamjua. Because when you understand God, kwa hivyo ukimwelewa Mungu, you must understand love. Lazima uweze kuelewa upendo. If you don't understand love, usipoelewa upendo, you can't understand God. usielewa Mungu. When you don't understand love, usipoelewa upendo, and I'm repeating again, narudia tena, when you don't understand about love, usipoelewa kuhusu upendo, you cannot understand about God. usielewa Mungu ni nani. When you can understand about God, usipoelewa Mungu, you can understand about love. unajua upendo. These ones are experienced by the person who knows God. Haya mambo yanajulikana kwa wale ambao when you understand God, ukielewa Mungu, the capacity of love will begin to increase. Upendo unaongezeka. I don't know if I'm reaching somebody else. Sijui kama napata mtu, unafikia mtu fulani. I don't know if I'm reaching you. Sijui kama nakufikia wewe. I don't know if you are getting something. Sijui kama unapata kitu. Because the capacity when you need to increase, kwa sababu ukitaka kuongezeka, you must understand how to love. Lazima uweze kuelewa kupenda. When you understand about love, ukielewa kuhusu kupenda, you begin to understand that you will increase. Utaanza kujua utaongezeka. When you understand I love, ukielewa kuwa unapenda, and the capacity of love that is inside you, na ule upendo ambao uko ndani yako, will give you opportunity of increase. Utakupa fursa ya kuongezeka. When you don't love, usipopenda, it's very hard to increase. Itakuwa vigumu wewe kuongezeka. When you love, ukipenda, you begin increasing. Utaanza kuongezeka. I don't know if you are getting some. Sijui unapata kitu kweli? I don't know if you are getting me. Unapata kitu kweli? Today I need you to increase. Leo ningependa muongezeke. Today I need you to increase. Ningependa muongezeke by creating opportunity of love. Muongezee fursa ya upendo. By increasing opportunity of love. Kuongeza fursa ya upendo. That one will make it increase. Itakufanya uongezeke. Even financially. Hata kwa pesa. Even in community. Hata kwa jamii. Even in your family. Hata kwa familia zenu. That one will increase the opportunity of God. Fursa yenu iongezeke ndani ya Mungu. God blessing will become upon you. Baraka za Mungu zitakuja juu yako. Because of the capacity of loving. Kwa sababu ya fursa ya kupenda. But when you don't love, usipopenda, you limit your blessings. Utaanza kujipunguzia baraka zako. You limit your blessings. Utajipunguzia baraka zako. You limit your opportunities. Utajipimia fursa zako. Today I need you not to limit your blessings. Ningependa usijipunguzie fursa zako. I need you to increase your opportunities. Ningependa uongeze fursa zako. By increasing your love. Kwa kuongeza upendo wako. By increasing knowing your God. Uongeze kujua Mungu. By increasing knowing God. Ujue Mungu. When you know God, ukijua Mungu, you will increase the capacity of loving people. Utaongeza kile kiwango cha kupenda watu. Even in loving your enemies. Hata kupenda maadui zako.
Because one of the days, kwa sababu siku moja ambazo zinakuja, the blessing that God needs you to bless you, baraka ambazo Mungu atakubariki wewe, may be owned by this your enemy. Zinaweza kuwa zimebebwa na huyo adui yako. And because of that love you give him, na kwa sababu ya upendo ambao you will access that blessing. Utapata hizo baraka. You will be having opportunity to accept this blessing. Utapata fursa kutoa zile baraka kwake. Because you know how to access. Kwa sababu unajua kuzipata zile fursa. And you are expanding your opportunity. Na unaongeza fursa zako. So the person that is your enemy, kwa sababu yule ambaye ni adui yako, God can bless him. Your blessing will be can pass through him. Baraka zako zitapitia kupitia kwake. Your blessing can pass through that your enemy. Baraka zako zitapitia kwa adui yako. And if that your blessing can pass through that your enemy, na kwa sababu baraka zako zitapitia kwa adui yako, and you love him, na unampenda, you have that opportunity of loving him. Utapata ile fursa ya kumpenda. You will be because you have that opportunity of loving him. Kwa ajili una fursa ya kumpenda yeye, you can access that blessing. Utapata baraka kutoka kwake. You can have that, you can reach your blessing. Unaweza fikia baraka zako. Because there is no limitation. Kwa sababu hakuna ile upungufu. And this one I like to tell you this one. Ningependa kuambia haya. This is why Jesus said this. Na ndio sababu Yesu alisema, love your enemy. Penda adui yako. Love your enemy. Penda adui yako. Love your enemy. Penda adui yako. Have that opportunity of loving your enemy. Una fursa kumpenda adui yako. Because one of the days, waje siku moja ambayo you don't know tomorrow. Haujui kesho itakuwa vipi. You don't know tomorrow. Haujui kesho itakuwa. You don't know tomorrow. Haujui kesho itakuwaje. Tomorrow might be having something. Kesho inaweza kuwa na mambo tofauti. Tomorrow might be having something else. Kwa na kesho ambazo that you don't know. Yenye haujui. And that you are enemy. Na huyo adui yako, he can be your blessing. Anaweza kuletea baraka zako. He can be your blessing. Anaweza kuletea baraka zako. When you create an enmity between him, unapojenga uadui ndani yake, you create in a what do we call it? You get it barrier. Unaweka boundary ama barrier for your blessing to come you. Baraka zinapokujia wewe, for blessing to reach you, ndio baraka zikufikie wewe. You create a barrier. Vizuizi, wewe ndio umeweka vizuizi. Many of people here, watu wengi hapa, watu wengi hapa, they are complaining that they are not blessed. Wanalalamika kuwa hawana baraka. They are complaining that they are not blessed. Wanalalamika kuwa watabarikiwa. But they have created that barrier. Lakini wameweka vizuizi. They have created that barriers. Wameweka vizuizi. That they are blessing, they are not reaching it. Wamezuia baraka zao kuwafikia hao wenyewe. Wenyewe. So, can you understand this? Elewa haya. How to remove the barrier, ukitoa hii kizuizi of hating people, kwa kuchukia watu, of hating your enemies, kwa kuchukia maadui zako. You put in a barrier. Unatoa vizuizi. You put in a barrier. Unaweka kizuizi for hating them. Kwa kuchukia hao, you put in a barrier. Unaweka vizuizi. So that, ndio sababu when your blessing need to reach you, baraka zako zitapokuwa zinataka kufikia wewe, that barrier is there. Kizuizi kiko. Do you know there is person somewhere? Unajua kuna mtu mahali, and that person is carrying your blessings. Amebeba baraka zako. And you hate him. Na unamchukia. You hate him. Unamchukia. You hate that person. Unachukia huyo mtu. So because of that enemy, kwa ajili ya yule uadui, that is why you are not blessed. Ndio sababu hauna baraka. There are people here. Kuna watu hapa, they are where they are now. Wako mahali ambapo wapo sahi, because they are put in a barrier because for their blessing to. Wameweka vizuizi ndio baraka zao zisipafikie au wenyewe. So today, leo, I need you to experience this. Ningependa uweze kushuhudia haya. Remove every barrier. Toa vizuizi kwa roho yako. Remove every barrier. Toa vizuizi. Remove every barrier. Toa vizuizi. That enemy, ule adui yako, is the person that God is waiting for you to love him. Ndio Mungu anangojea akubariki kupitia yeye. Every day and every time. Kila siku na kila wakati. God is testing you. Mungu anakujaribu wewe.
God is testing you. Mungu anakujaribu wewe. For bringing you an enemy. Kukuletea adui. That he may test you. Ndio akujaribu wewe. That he may see you. Aweze kuona wewe. That he may know the capacity you know him. Ajue kile kiwango ambacho unampenda yeye. And when the capacity of knowing him. Na kile kiwango ambacho kumjua yeye. You fail to understand. Na uweze kuanguka na kuelewa. When you fail to understand. Usipoelewa kuwa. When you fail to understand. Usipoelewa. God bless people for the revelation that the people they know him. Mungu bariki watu kupitia ufunuo kwa wale ambao wanamjua. The revelation that you know about God. Ule ufunuo ambao wewe unajua Mungu wako. That is the revelation that God will bless you up. Ndio ufunuo ambao Mungu naye atatumia kukubariki wewe. He will bless you the capacity of the revelation you know him. Atakubariki kulingana na kiwango cha ule ufunuo ambao unamjua yeye. Today if you need to God bless you more and more. Leo ukitaka Mungu akubariki zaidi na zaidi. Increase revelation of knowing him. Ongeza ufunuo kumjua yeye. Increase revelation of knowing him. Ongeza ufunuo kumjua Mungu huyu. And if you fail to understand that. Na usipoelewa hayo, you close and you limit God to bless you. Unafunga na unazuia Mungu kukubariki wewe. So the level that we see you, kiwango ambacho tunakuona wewe, is the level that the revelation you know about God. Ni kiwango ambacho kinadhibitisha kuwa ufunuo wa Mungu ambao wewe unamjua Mungu. Because the capacity of knowing, kwa sababu kiwango cha kumjua yeye, the capacity of knowing, kiwango cha kujua, that capacity of knowing, kile kiwango cha kujua gives you qualification. Itakupa ukupa qualification. What is qualification? Yeah. That student, ule mwanafunzi was tested, alijaribiwa by exam na mtihani, and the capacity of his knowing, na kile kiwango cha kujua, he passed that exam. Alipita mtihani wake. So when he missed 2 or 3 or 4, akianguka maswali mawili matatu, those questions he don't know, maswali ambayo hajui, those he don't know remains he don't know. Yale ambayo hajui itabaki kuwa hajui. And because of that, the level of marks he knows, na kwa sababu ya kile kiwango ambacho anajua, he was being ticked that he know, alisaishiwa anajua, and that he or she don't know, yale ambayo hajui, was being marked that he don't know. Aliangushwa kwa sababu hajui. So today, kwa hivyo leo, God is looking for your heart. Mungu anaangalia roho yako, about your knowledge, kuhusu masomo yako, about your knowing. Kwa sababu wewe kujua. We are coming to church every day. Utakuja kuhukumu. We are going to church every day. Tunaenda kanisani kila siku. We are going to church every Sunday. Tunaenda kanisani kila Jumapili. That we may increase the capacity of knowing God. Ongeza kile chanzo cha kujua. That we may increase the capacity of knowing God. Tujue kiwango cha kumjua Mwenyezi Mungu. And our capacity of knowing God, na ile kiwango cha kumjua Mungu, is being tested by bringing enemies in between us. Inajaribiwa kwa kuletea maadui kwa maisha yetu. Is being tested by bringing enemies in between us. Inajaribiwa kuletea maadui. So when you find you are surrounded by enemies, ukipata umezungukwa na maadui, God is trying to test you. Mungu anakujaribu wewe. God is trying to test you. Mungu anajaribu kujaribu. And when you pass that examination of God, pita mtihani wa Mungu. When you pass the exam of God, pita mtihani wa Mungu. When you pass the exam of God, pita mtihani wa Mungu. God will give you a qualification of going far. Kupa kufuzu. God will give you opportunity to go far. Anakupa fursa. God will give you opportunity to raise you. Mungu God will raise you. kuinua. God
God will give you another standard. Mungu ataweza God will raise you another level. Mungu atakuinua kiwango kingine. So you are remaining in one position. Kwa hivyo utatoka kiwango kingine. You are remaining in one position. Unabaki mahali ambapo upo. I don't know who I'm talking with. Sijui naongelesha nani. But I see somebody is living in one position. Lakini naona mtu ambaye I'm seeing a person living in one position. Mtu ambaye anaishi kiwango kimoja. Because he failed the examination of God. Alianguka mtihani wa Mungu. Because of failing exam of God. Kwa sababu ya kuanguka mtihani. You will remain one position. Utabaki mahali pamoja. Because of failing the exam of God. Kwa sababu ya kuanguka mtihani wa Mungu. But when you pass. Lakini ukipita. But when you pursue. Ukipita na uende. God will take you afar. Mungu atakupeleka God mbali. will raise you far. Mungu atakuinua. God will lift you. Mungu atakuinua. God will lift you. Mungu atakuinua. Today I'm coming to you. Leo nimekuja kwako. Today I'm coming to you. Nimekuja kwako. That I may raise you. Niweze kuinua That wewe. I may raise you. Niweze kuinua And wewe. that I may help you. Kwa sababu nikusaidie. To pass the exam of God. Pita mtihani wa Mungu. To pass the exam of God. Pita mtihani wa I'm Mungu. using this book today. Tumia kitabu hiki leo. I'm using this Bible today. Tumia Biblia hii That leo. I may help you to raise. Niweze kusaidia. That I may help you to pass. Niweze kusaidia The upite. exams of God. Mtihani wa Mungu. You are passing hard time. Unapitia machangamoto. That is God testing you. Mungu anakujaribu. That is God testing you your humility. Mungu anakujaribu. That is God testing your power. Mungu anajaribu uwezo That wako. is God testing your strength. Mungu anajaribu uwezo wako na nguvu zako. Hallelujah. Hallelujah. Today I need you to become stronger. Leo ningependa uwe mtu Today I need you to become stronger. uwe mwenye nguvu. That you may pass. Uweze kupita. And that you may stand. Na usimame. When the time of testing comes. Ndio wakati wa majaribu kuja. Because he said this. Kwa sababu alisema haya. I love those who love me. Napenda wale ambao wanapenda mimi. I love those who love me. Napenda wale ambao wanapenda And mimi. whoever does my will. Whoever do my will. Wale ambao watafanya kulingana na mapenzi yangu. Today I need you to do something that is God's will. Leo ningependa ufanye jambo ambalo ni mapenzi ya First Mungu. God will is love. Kitu ya kwanza ni upendo. First God will is love. Kitu ya kwanza ni upendo. Proverbs number 8 verse number 17. Proverbs 8:17. Methali 8:17. Methali 8:17. I love those who love me. Napenda wale ambao wanapenda mimi. Whoever looks for me, Wale ambao utafuta mimi, find me. watanipata mimi. Then find me. Wananipata mimi. Then find me. Watanipata mimi. So we find him Utapata Mungu because his love. kwa sababu ya upendo. We find him Utampata yeye because his love. kwa sababu yeye ni upendo. When you create the opportunity of hating people, Ukianza kutengeneza ile fursa ya kuchukia watu and you go to find God, na uende kutafuta Mungu, you will miss him. hautampata. You will miss him. Utamkosa. You will miss him. Utamkosa. People, they are missing God, Watu wanakosa Mungu and they are pretending they know him, na wanajifanya wanajua Mungu and they have missed him. na washamkosa. Even today, Hata leo I see people here. naona watu hapa They are looking for God, wanatafuta Mungu and they are missing him. na washamkosa. They are missing him Wanamkosa because they don't know how to love people. kwa sababu hawajui kupenda wengine. When you hear them, Ukiwasikia hao they are speaking against other people. wanaongelea kuhusu watu wengine They vibaya, are speaking other people. wanaongelea watu wengine, They are speaking always against. wanaongelea vibaya kuhusu wengine, Even they show other people how they hate them. hata wanaonyesha wengine venye wanachukia huyu mtu. Even they show others how those people they are not good for them. Wanaonyesha wengine jinsi ambavyo hao watu wengine ni wabaya kwao. Let me tell you. Wacha nikuambie, I'm coming here to increase the capacity of your knowing God. nimekuja kuinua ule chanzo cha kujua Mungu, That you may have an opportunity to pass the exams of God. uwe na fursa ya kupita mtihani wa Mungu, Because you can't pass the exams of kwa God sababu hawezi pita mtihani wa Mungu without God helper, bila Mungu kusaidia, without God helping you.
bila Mungu kusaidia wewe. So when you need God to help you, ukihitaji Mungu akusaidie wewe, first you have to have an opportunity of loving. Jambo la kwanza lazima upende. You have to create an opportunity of love. Lazima uwe na fursa ya kupenda. You have to create that opportunity of loving. Lazima uwe na fursa ya kupenda Mungu. Because that love is God. Kwa sababu huo upendo ni Mungu. That love contains God. Huo upendo uko ndani ya Mungu. That love accommodates God. Ule upendo uko ndani ya Mungu. And without that accommodating love, na bila kuwa na ile upendo wa Mungu inside your heart, roho yako, when you have when you create in a chance of hating people, unapoanza kutengeneza chuki na watu, God runs away. Mungu anakimbia. God runs away. Mungu anatoroka. People here, you see them, watu unawaona hivi, God has already runs away. Mungu ameshatoroka. God has already runs away. Mungu ashatoroka inside their heart, kutoka kwa roho zao. They don't have God. Hawana Mungu. They don't have God. Hawana Mungu. Even they don't have an opportunity of God. Hawana ile fursa ya Mungu. So if you need to have God, ukihitaji kuwa na Mungu, if you need to have God, ukitaka kuwa na Mungu, you must understand how to live with the people. Inafaa uweze kuelewa kuishi na watu. And most people is your enemies. Watu wengi ambao utakuwa nao ni maadui zako. Many of people that God use, wale ambao Mungu hutumia, that he may raise you, ndio aweze kuinua wewe, it is always your enemies. Ni maadui zako. God will not use your friends. Mungu hawezi tumia rafiki yako kuinua wewe, because that there is no any examination. Kwa sababu hapa hakuna mtihani. There is no exam. Hakutakuwa na mtihani for your friends, kwa wale ambao ni marafiki zako, because they will always help you. Kwa sababu tayari mshasaidiana. And you know, na unajua, when you are in need, na ukitaka kitu chochote, when you are in need, ukitaka chochote kile, and your friends, na uko na rafiki, they will help you, watakusaidia, they will stand with you, watasimama na wewe. But these enemies, lakini these enemies adui are the God opportunities. Wako na ile chanzo na fursa. Those are the God use. Hawa ndio Mungu hutumia. Those are God instruments. Hawa ndio wenye vifaa vya Mwenyezi Mungu ambavyo hutumia. Because God says this. Kwa sababu Mungu husema haya, I will put in a table, nitaweka meza in front of your enemies, mbele ya maadui zako. I will put you in a table, nitaweka mbele ya adui yako meza, and they will see, na wataona, they will testify, watatoa ushuhuda that I love you, kwa kuwa nakupenda wewe, that I love you, nakupenda wewe. So that is an opportunity that God creates. Hiyo ni fursa ambayo Mungu anatumia maadui zako. God cannot put in a table. Mungu hawezi weka meza in front of your friends, mbele ya marafiki zako. So fact thing that you have to understand. Kitu cha kwanza nafaa uweze kuelewa, the opportunities are with enemies. Fursa iko na maadui. Opportunities are with enemies. Fursa iko na maadui. When God starts to raise you, Mungu akitaka kuinua wewe, he can't raise you without enemy. Hawezi kuinua bila maadui. He can't bless you without enemy. Hawezi kubariki bila maadui. If you need to have blessing, ukitaka kuwa na baraka, if you need to have blessing, ukitaka kuwa na baraka mingi, use that opportunity of loving your enemy very well. Tumia fursa na wakati wa kupenda maadui zako vizuri. Because there is a table. Kwa ajili kuna meza ambayo itaandaliwa. There is a table. Kutakuwa na meza. There is a table. Kuna meza ambayo God is preparing a table. Mungu ataandaa. God is preparing a table. Mungu anatengeneza meza. God is preparing a table. Mungu anatengeneza meza. God is preparing a table. Mungu anatengeneza meza. Hello. Hello. Not only table. Sio meza peke yake. Not only table. Sio meza tu. In front of your enemies. Mbele ya maadui zako. In front of your enemies. Mbele ya maadui zako. And if you don't have an enemy, kama huna adui, I pity you. Nakuhurumia. I pity you. Nakuhurumia. I really pity you. Nakuhurumia. If you don't like your enemies, usipopenda adui yako, I really pity you. Mimi nakuhurumia. You have an opportunity. You don't have an opportunity of God. Hauna fursa ya Mungu ndani yako. You have no an opportunity. Hauna fursa.
You have no any opportunity. Hauna fursa yote. If you don't have enemy. Usipokuwa na adui. If here you are living. Hapa kama unaishi duniani. If you are living here in this world. Unapoishi hapa duniani. And you don't have enemy. Na hauna adui yote. Even you don't like an enemy. Na upendi adui yoyote. Across you. Karibu na wewe. Across you. Karibu na wewe. You had to be raised by God. Mungu hawezi kuinua wewe. You had to be raised by God. Unachukiwa kuinuliwa na Mungu. Unachukia kuinuliwa na Mungu. You had to be raised by God. Wewe mwenyewe unachukia kuinuliwa na Mungu. So when you need to be raised by God, ukihitaji kuinuliwa na Mungu, you need enemy. Unahitaji maadui. Need enemy. Unahitaji maadui. Here we are. Hapa tulipo, we are not here because we love to be here. Hatuko hapa kwa ajili, we are struggling to go far. Tunajaribu kwenda mbali. We are struggling to pursue. Tunang'ang'ana kwenda mbali. But our enemies, lakini maadui zetu, are not giving us ample time. Hawatupi muda mzuri of relaxing. Kutulia. Of relaxing. Muda wa kutulia. They are fighting us. Wanapigana sisi. They are fighting against us. Wanapigana juu yetu. They are fighting against what we are doing. Wanapigana na kila ambacho tunatopokea kwa Mwenyezi Mungu. But because we know how to accommodate God in between us. Lakini kwa ajili tunajua kumweka Mungu ndani yetu. We love. Tunapenda. We love. Tuna upendo. For having them. Kwa kuwa nao. For having them. Kwa kuwa nao. Because having them, kwa kuwa nao, is God's assignment. Ni fursa na mtihani wa Mwenyezi Mungu. Is God's assignment. Ni fursa na mtihani wa Mwenyezi Mungu. When we finish to pursue, na tukishapita ule mtihani, we will be taken another level. Tutapelekwa katika kiwango kingine. I see this church is going to another level. Naona kanisa hili linainuka. If whom I have, kama wale ambao niko nao, they will understand how to love. Wanaweza kaelewa jinsi ya kupenda their enemies. Maadui zao. You can see in this church. Utaona katika ndani ya hii kanisa. Even in between us. Hata miongoni mwetu sisi wenyewe. Somebody here can't greet somebody. Mtu hawezi kusalimia mwingine. Because it's his enemy. Kwa ajili ni adui yake. You see somebody is blocking you. Utaona mtu anakufungia njia. Because you become his enemy. Kwa ajili ulikuwa adui yake. So that person had to be raised by God. Sasa huyo mtu ambaye anafanya haya anachukia Mungu kumuinua. You close the doors. You close the door of God raising you. Unajifungia milango yako ya Mungu kukuinua wewe mwenyewe. I need you today to be raised by God. Ningependa Mungu aweze kuinua leo. I need you today God to raise you. Ningependa Mungu akuinue leo. When you understand how to love, ukiweza kuelewa mambo ya upendo. When you understand how to love, ukiweza kuelewa kupenda, you love your enemies. Utapenda adui yako. Not only your friends. Sio marafiki zako tu. Because when you create only friends, kwa hiyo ukitengeneza urafiki na marafiki tu. When you create only friends, wakiwa marafiki peke yao, there is no table of God. Hakuna meza itakayoandaliwa ya Mungu. There is no table of God. Hakuna meza itakayoandaliwa. There is no table of God. Hakuna meza ya Mungu. There is no table of God. Hakuna meza ya Mungu. There is no table of God. Hakuna meza ya Mungu. If you admire to have table, ukitamani kuwa na hiyo meza, you admire to have table, ukitamani kuwa na meza kama ile, if you admire that to have God to give you a table, ukitamani Mungu akuandalie meza, admire even to have tamani pia kuwa na maadui. If you don't admire that, usipokuwa na tamaa ya kuwa na maadui, if you don't admire to have enemies, usipotamani kuwa na maadui, don't admire things of God. Usitamani mambo ya Mungu. Don't admire the table of God. Usitamani meza ya Mungu, because it will never come. Kwa sababu haitawahi kuja. It will never be prepared. Haitawahi kuja for you. Kwako wewe. Am I talking point? Naongelea. Am I speaking with somebody? Naongea na mtu kweli. You need God to raise you. Unahitaji Mungu akuinue. You need enemy. Unahitaji Mungu akuinue. You need God to raise you. Ukihitaji Mungu akuinue, you need enemy. Unahitaji maadui. If you need God to raise you, ukihitaji Mungu akuinue, you need enemy. Unahitaji maadui. And if you need enemy, na ukihitaji maadui, you need to love. Lazima upende. You need to love them. Lazima upende. You need to love them. Lazima uwapende. If you don't need to love them, usipotaka kuwapenda, you can't need what God prepares for those who have enemies.
Hautakutana yale ambayo Mungu anapangia wale ambao wako na maadui. That God will not give you anything. Mungu hatakupa chochote. Because God gives only this. God gives people because they have enemies. Mungu wapa tu wale ambao wako na maadui. If you don't have enemies, kama una maadui, it's very hard God to give you something. Itakuwa vigumu sana Mungu akubariki na chochote. God not give you in a car. Mungu hatawezi kubariki na gari. You ask for God to give you a car. Unaomba Mungu akupe gari, but you don't ask God to give you enemies. Na uombe Mungu akupe maadui. So that who's that car will come to become surprise. Unataka hiyo gari liwe tu kama surprise ya nani? Mshtuko wa nani? It can only be surprise of your enemies. Lazima tu maadui ndio watashangaa utakapoona hiyo gari. Sio rafiki. It's not only enemy. It's not only friend. Sio marafiki zako tu. Your friends will not be ashamed when they will see you having car. Marafiki zako hawezi kukaibika kuona wewe ukiwa na gari. Ati God has prepared for you, has given you in a car. Ati Mungu amekupa gari. That one is not shocking your friend. Hiyo haiwezi kawastua marafiki zako. What can shock your enemies? Yale ambayo atashtua maadui zako. What can shock your enemies? Yale ambayo inaweza kashtua adui yako is what God will give you. Yale ambayo Mungu atakupa wewe. And God cannot give you without enemy. Na Mungu hawezi kupa bila maadui. God cannot give you these things without enemy. Mungu hawezi kubariki kama huna maadui. Because who will take it is a surprise. Kwa sababu nani atashangaa? Who will be surprised by that your blessings? Kwa sababu nani atatoa ushuhuda na kushangaa? Who will be surprised? Nani atashangaa? God will surprise your enemies. Mungu atashangaza maadui zako. Not your friends. Sio marafiki zako. Not your friends. Sio marafiki zako. Because your friends ni marafiki zako have nothing to be shocked for you. Hawana chochote ambacho kitawashangaza. Because they will always your friends. Kwa sababu kila wakati marafiki zako. They are there with you when you are in need. Wako pale hata ukihitaji chochote. They are there with you when you are in need. Wako na wewe hata ukiwa unahitaji chochote watakusaidia. So, kwa hivyo when they see you are coming out of your problems, wakiona kuwa wewe unaanza kubarikiwa, they see is their hands. Wanaona hii ni mkono yangu. They see is their impact. Wanaona hii ni nguvu yangu. Is their support. Hii ni usaidizi wangu. But when God, lakini Mungu is there for you, ako pale kwako, He will shock your enemies. Atashangaza maadui. He will shock your enemies. Atashangaza maadui zako. He will shock your enemies. Atashangaza maadui zako. Not your friends. Sio marafiki zako. Not your friends. Sio marafiki zako. God will shock your. Mungu anashangaza maadui. God will shock your enemies. Atashangaza maadui. Not your friends. Sio marafiki zako. When I am here, nikiwa hapa, and somebody is around me, na mtu ambaye amezunguka, and somebody is together with me, na mtu ambaye is against me, na anampinga, God will shock him. Mungu atamshangaza yeye yule ambaye anampinga. Even if you don't support my ministry, hata usipomsaidia yeye, thinking that you bring my ministry down, hata unaona kuwa God will shock you. Mungu atakushangaza. God will shock you. Mungu atakushangaza. Because I still love you. Kwa sababu wewe bado, and God will still use another person from there. Na Mungu atumia mtu mwingine that I was not expecting. Na huyo mtu ambaye and he will come and bring effect into my ministry. Na atakuja kusaidia ministry yako. And he will come to bring effect in my ministry. Atakuja kuleta kitu kwa ministry yako. You will be shocked. Wewe utashangaa. Because you are together with me. Kwa sababu and you are against me. Wewe unanipinga mimi. You will be shocked. Utashangaa. When you see God is using somebody else there. Na utaona Mungu anatumia mtu mwingine kunisaidia. And I will testify in this place. Na utatoa ushuhuda. Saying that yesterday somebody gave me 1,200. Jana mtu alinipa 1,200. You will be shocked when you utaanza kushangaa utakaposikia hayo. Yesterday God has sent somebody to me. Kuna mtu ambaye alitumwa kwa mtumishi jana. You will be shocked because you will hear that I will be testifying that yesterday I was having somebody was
somebody came to me and gave me blessed me with the 1,200. Wewe utashangaa utakaposikia kuna mtu anipe 1,200 jioni. Another person usually even I have never seen him. Na hata sijaiona. Yesterday somebody else sent me 300. Kuna mwingine alituma 300. Even I don't know him. Hata simjui. Even I have never seen him. Sijawahi muona. And he is being used by God. Na anatumiwa na Mungu That I become his pastor. Awe mtumishi wake. God is connecting me with far people. Mungu ananiunganisha mimi na watu wa mbali. And those who are together with me, na wale ambao karibu na mimi, is very shocked because they have become my enemies. Nitashangaa kwa sababu nyinyi mmekuwa maadui zangu. I still eat well. Nakula vizuri. I still sleep well. Nalala mahali pazuri. I still live in comfortable. I wear well. Nakaa mahali pazuri kwa nyumba nzuri. I wear well. Navaa vizuri. You don't support me. Na hata hamnisaidii. You are my enemies. Nyinyi mmekuwa maadui. You become shocked every day. Utaanza kushangaa kila wakati. Even I don't preach the desire of your hearts. Hata sihubiri mambo ambayo roho yenu inahitaji. Because you are my enemies. Kwa sababu nyinyi ni maadui zangu. You always hear what is against. Mnapenda kusikia yale ambayo ni mabaya yangu. You don't admire to hear what is good. Na mtaki kusikia mazuri yangu. Because you are my enemies. Kwa sababu nyinyi ni maadui zangu. Only enemies, they are there to take the bad stories from other people. Maadui peke yao ndio wako pale wakisikiliza story mambo mabaya kutoka kwa watu wengine. That they may have reason to hate them. Ndio wachangamke kuwachukia. So, kwa hivyo, what are you admiring from God? Unatamani nini kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Are you admiring to be raised by God? Unatamani Mungu akuinue? Experience about loving your enemy. Nataka uanze kushuhudia kuhusu kupenda maadui zako. Admire to love your enemies. Tamani kupenda adui. Can't have the opportunity of loving your enemies. Hawezi kuwa na ile fursa ya kupenda maadui zako. There is no God lift. Hakutakuwa na kuinuliwa wa Mwenyezi Mungu. There is no God lift. Hakutakuwa na kuinuliwa wa Mwenyezi Mungu. If you need God lift, ukihitaji Mungu akuinue, love your enemies. Penda adui. Love your enemies. Penda adui yako. 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 The big test of God. Mtihani mkubwa wa Mwenyezi Mungu. And the big commandment of God. Na sheria kubwa ya Mwenyezi Mungu is loving your enemy. Ni kupenda adui yako. Loving your enemy. Kupenda adui. I want to speak it again. Nataka kuongelea tena. I want to speak it again. Sitaongelea tena. Nataka kuiongelea. Nataka kuiongelea tena. I need to speak it again. Nataka kuiongelea tena. If you are not ready to love, usipokuwa tayari kupenda your enemy, adui yako, you will live in that same class. Utaishi tu mahali ambapo upo sasa hivi. There is no capacity of increasing knowing God. Hakuna kuongezeka kwa kujua Mungu without love. Bila upendo. Without love. Bila upendo. I'm speaking to somebody. Naongelesha mtu. If you need to increase the capacity of knowing God, ukihitaji kuongeza kile chanzo cha kujua Mungu, love your enemies. Penda adui yako. Love your enemies. Penda adui yako. That's the opportunity that you have to create yourself. Utakuwa na fursa kubwa ya kumjua Mungu. The opportunity is together with you. Fursa iko na wewe kwa mikono yako. The opportunity of going far is together with you. Hiyo fursa ya kwenda mbali umeishikilia. The opportunity of God raising you is together with you. Hiyo fursa ya Mungu kuinua wewe uko nayo. The opportunity of God to raise you, you are together with it. Uko nayo. You are together with it. Uko na hiyo opportunity. When you don't use it, usipoitumia, you will live in one class. Utaishi tu mahali ambapo upo. You will live in the same level.
Utaishi tu kwa darasa moja. You will live in the same level. Utaishi kwa darasa moja. Saying with the Lord means nothing. Usema Bwana Yesu asifiwe, amen, hauwezi ukasema. Means nothing. Haimaanishi chochote. Means nothing. Haimaanishi chochote. Men are the praising God. Wanaume wanainua Mungu. Many people. Watu wengi wanainua Mungu by their mouths, na mdomo zao, but inside their hearts, lakini ndani ya roho zao there is no love. Hakuna upendo. There is no love. Hakuna upendo. There is no love. Hakuna upendo. And if inside their heart there is no God, na kwa sababu ndani ya roho yenu hamna Mungu, there is no love. Hakuna upendo. There is no God. Hakuna Mungu. No one is telling you that. Hakuna mtu anasema haya mambo. No one is telling you that. Hakuna mtu anakuambia haya mambo. Because somebody is needing you to prophesy for you. Mtu anataka kutolea unabii, telling you that you will drive. Aikwambia utapokea, that you may receive a car. Utapata gari. You will receive land. Utapokea shamba. And inside you there is no love. Lakini ndani kama hakuna upendo, even there is no love of your enemies, na hakuna upendo wa maadui. So I'm trying to tell you. Najaribu kuambia. Okay, pale. Watoto wale wengine. God bless you. Mungu awabariki. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you don't love God, usipopenda Mungu, if you don't love your enemies, so usipopenda maadui zako, if you don't love your enemies, usipopenda maadui zako, you bind the opportunity of God raising you. Utashikilia kile chanzo na fursa ya Mungu kuinua wewe. If you don't love your enemy, usipopenda maadui zako, coming to church means nothing. Kuja kanisani haina maana. Matthew 5:44, Mathayo 5:44. But I tell you, nawaambieni, but I tell you, sasa nawaambieni, lakini nawaambia, love your enemies, penda adui zako, and for those who persecute you, na muombee wale ambao wanawahukumu nyinyi. Pray for those who persecute you. Ombeeni wale ambao wanawahukumu. All this Jesus is saying. Wale ambao Yesu anasema. All this Jesus is saying. Yesu ndiye anayesema. I'm telling is gathering. Anaambia wale kusanyiko lake. Telling is gathering. Kuambia kusanyiko lake. That they may love. Kwa kuwa that they may love. Kwa kuwa wanaweza kupenda. That they may love. Ili wapende. Ili wapende. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He told them that they may love those who persecute them. Aliwaambia kuwa wanaweza wapende wale ambao wanawahukumu. And a good example is, mfano mzuri ni when he was in his crucified in his cross. Alipokuwa kwa msalaba wake, he told that God, aliambia Mungu, forgive them, they don't know what they are doing. Wasamehe, hawajui kila ambacho wanafanya. They are crucifying him. Wanamsulubisha yeye. But he is saying to his God, na anaambia Mungu wake, he is saying to his Father, anaambia baba yake, forgive them. Wasamehe baba. I'm together with them there. Yeah. I'm together with them. Niko nao. But they are crucifying me. Lakini wamenisulubisha. They are crucifying me. Wananisulubisha. Forgive them. Wasamehe. This person is in danger. Huyu mtu kwenye hali ya hatari. His life is in danger. Maisha yake kwenye hali ya hatari. Even these people, they are killing him. Na watu ambao wanamuua, even they are continuing killing him. Na bado wanamdunga wanamuua. And he is saying forgive them. Na anaambia Mungu babake wasamehe. He is telling his Father forgive them. Anaambia baba yake wasamehe. Today how many Christians? Today how many Christians? Leo Wakristo wangapi? They can accept to have an enemy who is making them not to prosper. Wakristo wangapi ambao wanaweza kaomba Mungu awasamehe maadui zao? When they are together with them, wakiwa pamoja nao, they are making them not to prosper. Wanafanya hao wasiendelee, but they are praying for them. Lakini wanaombea. I take this opportunity of speaking about love. Nachukua fursa hii ya kuongea kuhusu upendo. I was testing myself.
nilikuwa najijaribu mimi mwenyewe. I pray even for you. Huwa nawaombea nyinyi. And most of you, many of you don't like me to prosper. Na wengi hampendi nikiendelea. Even you don't support me. Hata amwezi mkainiinua mimi. You are the reason why people they have gone out of me. Ndio mnafanya chanzo cha watu wengine pia wametoroka. And I am very okay with being with you. Na niko sawa na hayo. Even I try to preach for you. Najaribu kuwahubiria. I try to pray for you. Na waombea. But you are the reason why I am in the cross. Lakini nyinyi ndio mnaofanya niko kwenye msalaba. You are putting me on the cross. Mnanisulubisha mimi kwa msalaba. Like Jesus. Kama Yesu. So, kwa hivyo, I will still love you. Bado nawapenda. I will still love you. Bado nawapenda. Even if you don't gather together with me. Hata msiponifuata mimi, I will still love you. Bado nawapenda. Even if you still not come to church. Hata msipokuja kanisani, I will still love you. Nawapenda bado. That is the opportunity that God has given. Hiyo ni fursa ambayo Mungu amenipa mimi. And I understand that is the test of God. Na naelewa huu ni mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Of loving you. Kwa kuwapenda nyinyi. Even if you become enemy. Hata mkiwa maadui, I will still love you. Bado nawapenda. And I know for that. Najua nikifanya hivyo, I will pass the examination. Nitapita mtihani wangu. And the same level that you see. Na kiwango ambacho unaona, I will be taken out of that level. Nitatolewa mahali ambapo nipo. You come, you see, you find me not where you left me. Utakuja, utarudi upate niko mahali pengine juu. God has taken me to Mungu amenipeleka mahali juu. Look at me. Niangalie mimi. Look at me. Niangalie visawa sawa. Becoming an enemy. For you becoming my enemy. Wewe kuwa adui yangu is not shocking me. Hainishtui mimi. It's not shocking me. Hainishtui mimi. But the level God is going to take me. Kwa sababu kile kiwango ambacho Mungu atanipeleka, it will shock you. Itakushtua wewe. 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 Let me tell you. Wacha nikueleze. God is here. Mungu yuko hapa. God is here. Mungu yuko hapa. It doesn't matter. Haijalishi what they will say. Yale ambao wataongea. God is present here. Mungu yuko hapa. Yesterday he healed people here. Jana aliponya watu hapa. Yesterday he delivered people here. Jana aliwaponya watu hapa. He delivered people here. Aliwatoa wengine kwenye dhambi zao hapa. Hating me does not mean that God will not deliver people. Kunichukia mimi haimaanishi Mungu hatasamehe watu dhambi zao. Hating my ministry will not make God not to deliver people. Kuchukia huduma yangu haimaanishi Mungu hatasaidia watu wake. Because the way you come out of this door, kwa sababu utakapotoka kwa huu mlango, other people will still come. Wengine watakuja wapya. Other people new will come. Wengine wapya watakuja. They will not come because of you. Watakuja kwa ajili ya wewe kunichukia mimi. They will come because there is God. Kwa sababu kuna Mungu mahali hapa. They will come because there is God here. Kwa sababu kuna Mungu mahali hapa. They are not coming here because of you. Hawakuji kwa ajili yako. They are coming because there is God here. Kwa ajili kuna Mungu hapa. And Lord God is calling them here. Na Mungu ndiye anawaita hapa. Those who are carrying their burdens. Wale ambao wanabeba mizigo zao. God is calling him. God is calling them. Mungu anawaita that they may come here. Ndio wakuje and they will be delivered. Atawapunguzia mizigo zao. And they will be delivered. Watapunguziwa mizigo zao. So today, kwa hivyo leo I need you to experience this. Ningependa uweze kushuhudia. Experience about love. Shuhudia kuhusu upendo. Experience about love. Shuhudia kuhusu upendo. The experience about love. Shuhudia kuhusu upendo. Is when there is enemy. Ni wakati kutakuwa na maadui. When there is enemy. Wakati kutakuwa na maadui. God is looking for you. Mungu anakutafuta wewe. God is looking for your power. Anakutafuta uwezo wako. Other people, they are not being strengthened by God. Other people, they are not able to be strengthened by God. Watu wengi ama watu wengine hawataweza kupanuliwa na Mungu. They will not be strengthened. Hawataongezewa ile nguvu na kupanuliwa. They will not be strengthened. Hawataweza kuongezewa nguvu by God na Mungu because kwa ajili they don't love. Hawawezi kupenda. When I love, nikipenda mimi, God is strengthening me. Mungu ataniongeza nguvu. God is strengthening me. Mungu ataniongeza. God is strengthening me. Mungu ataniongeza because
He knows there is ability to bring me down. Kwa sababu anajua kuna uwezekano wa kurudisha mimi chini. People to destroy me. Watu kuniharibu mimi na kunirudisha chini. So, kwa hivyo God is rewarding my power. Mungu anazawadi uwezo wangu. God is rewarding my strength. Mungu anazawadi nguvu zangu. God is increasing my strength. Mungu anaongeza nguvu zangu by loving my enemies. Kwa ajili nimependa maadui zangu. When you hate me, ukinichukia mimi, and you say, na useme, you will be weakened, ati mimi nitadhoofika, and I will fail, nitaanguka, your hate, kwa ajili ya chuki yako, I still love you, bado nakupenda mimi, and I still become strong, bado mimi niko na nguvu. So when you are still watching for me, hata ukitakapokuwa ukiniangalia na kuningojea, that I may fail, ndio nianguke, I still reach far. I still grew nitaanza kupaa na kuwa mwenye nguvu. And for that you will be shocked. Na wewe ndio utashtuka. You will be shocked. Utashangaa. You will be shocked. Utashangaa. So, kwa hivyo, I need you today. Ningependa wewe leo. I need you today. Ningependa wewe leo to understand, uweze kuelewa, when you have an enemy, ukiwa na maadui, God is going to reward you. Mungu anaenda kukuzawadi. God is going to reward you. Mungu atakuzawadi wewe. He's going to strengthen you. Mungu atakuongezea nguvu. When you see you have enemy, ukiona uko na maadui, understand it's time of my test. Uweze kuelewa huu ni mtihani wangu. It's time of my test. Uweze kuelewa kuna mtihani wangu. Somebody today, mtu leo, even somebody now, hata saa hizi, there is person in test. Kuna mtu ambaye amepewa mtihani. There is somebody who is sitting on his test. Kuna mtu ambaye amekalia mtihani. Here you have enemy. Uko na adui hapa. Here you have enemy. Ukiwa na adui hapa. Here you have enemy. Ukiwa na adui hapa, uko na adui. Uko na adui hapa. Here you have enemy. Ukiwa na adui hapa. Uko na adui hapa, remain tu hapo. Here ni hapa. Uko na adui hapa. Enemy. Uko na adui hapa. And you are sitting for that examination. Na umekaa kwa huo mtihani. That is your examination. Huo ndio mtihani. That your enemy is your examination. Huo adui yako ndio. God is looking for you. Mungu anatafuta wewe. God is looking for you. Mungu anatafuta wewe. Whether you will pass the exam. Upite mtihani. Whether you will pass exam. Kama utapita mtihani. That he may raise you. Ndio aweze kuinua. That he may bless you. Ndio aweze kubariki. That he may shock your enemy. Ndio aweze kushangaza maadui zako. But you are shocked because of your enemy. Utashanga. But you are shocked by your enemy. You are shocked already. Umeshangazwa. It has already turned upside down. You are shocked that you have enemy. Now wewe ndio unashangaa kuwa na adui. Wewe ndio unashangaa kwa adui yako. Kuwa na adui. Kuliko adui ashangae Mungu kukuwa anakubariki. Kuliko adui ashangae baraka ambazo Mungu amekupa. Sasa saa hii imechange, yani it has already changed. Imebadilika, wewe ndio unashangaa. God needs to shock your enemy. Mungu anahitaji kushangaza adui yako. But you are shocked because of your enemy. Lakini wewe hufai kushangaa kwa ajili ya adui yako. But wewe sasa ndio umeshangaa kuwa na adui. Mungu anataka kumshangaza adui. Lakini wewe ndio unashangaa. Lakini wewe ndio. But you are shocked because of your enemy. Ndio. Sasa wewe ndio unarudi hata huyu anakuanga adui. That one mean nothing. Hiyo haina maana. When you are shocked for having enemy, ukiwa umeshangazwa kwa kuwa na adui, that mean nothing. Hiyo haimaanishi chochote. That mean nothing. Haimaanishi chochote. Rewards nothing. Haitakuzawadi chochote. That rewards you nothing. Hakuna zawadi. But when your enemy is being shocked, lakini adui akianza kushangaa by the blessing that God will give you, baraka ambazo Mungu atakupa, now that one means there's something. Hii inamaanisha kuna kitu. That means that there is something. Inamaanisha kuna kitu. The capacity of love. Ule uwezo wa upendo. The capacity of love. Ule uwezo wa upendo. It will give you opportunity. Itakupa fursa. It will give you opportunity. Itakupa fursa.
And today I need you to have that opportunity. Na leo ningependa uwe na fursa. Today I need you to have that opportunity. Ningependa uwe na fursa. Today I need you to have that opportunity. Ningependa uwe na fursa. God is waiting for you. Anakungojea wewe. God is waiting for you. Anakungojea wewe. That you may pass that exam. Mtihani huo. That you may pass that exam. Mtihani wako. Exam of loving her. Mtihani wa kupenda. Exam of loving her. Mtihani wa kupenda. When you pass exam of love. When you pass exam of love. God will lift you. God will lift you. God will shock your enemies. God will shock your enemies. Today I need God to shock your enemies. Today I need God to shock your enemies. But not you to be shocked. But not you to be shocked. My enemies will be shocked. The enemies of this ministry will be shocked. Let them to be shocked. Let them be shocked. Let them be shocked. Not you becoming shocked. But not you becoming shocked. You are the partner. Let those who are not the partners, let them be shocked. Let those who are not supporting the ministry, let them not be shocked. Let them shocked. Let them be shocked. Let them shocked. Those who don't like us, let them be shocked. Let them shocked. Let them shocked. Those who don't love you, let them shocked. Let them shocked. But you don't let you be shocked. Let them shocked. Let them shocked. Let me today I'm going to raise somebody here. Today I'm going to raise somebody here. I'm going to raise somebody. I'm going to raise somebody here. That your enemies will shocked. That your enemies will become shocked. Will become shocked. God will give you an opportunity that they will not admire, that they don't know how you have got that opportunity. They will be left with a question. How has it happened? How has it happened to that? How has it happened to that? How has it happened to that? How has it happened to you? They will left by a question. Wataanza kujiuliza maswali. Watabaki na maswali. Watabaki na maswali. Watabaki na maswali. How has it happened? Watashangaa. How has it happened? Imefanyika namna gani? How has it happened? Imefanyika namna gani? Let me tell you. Wacha nikueleze. There is enemy somewhere. Kuna adui yako mahali. There is somebody who is your enemy somewhere. Mtu ambaye ni adui yako. Somebody is your enemy somewhere. Mtu ambaye let him be shocked. Wacha shangae. Let him be shocked. Wacha shangae. Let him shocked. Wacha shangae. Love him. Wacha shangae. Continue loving him. Endelea kumpenda. 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 Continue praying for him. Continue loving him. Continue loving him. Continue loving him. Continue praying for him. Continue praying for him. Even if he's persecuting you, even if he's persecuting you, continue praying for him. Continue praying for him. And he will become shocked. He will become shocked. Continue loving him. Continue praying for him. Do like Pastor Joshua. Do like Pastor Joshua. Do like me. Do like me. Do like me. I still pray for him. I still pray for them. Even if they left me, I still pray for them. Even if they left me when I was in need, I still pray for them. Even if they left me when I was still needing them, even if they left me while I was loving them, nilikuwa nawapenda. Hata kama waliniacha bado nikiwa nawapenda. Ndio. I have never cut my love. Sijawahi kata upendo wangu. I have never cut my love. Sijawahi kata upendo wangu I kwao. still continue loving. Bado nawapenda. I still continue loving. Bado nawapenda. Even if they create an enemies, even if they create a barrier of enmity, I still break that barrier by loving them. Navunja hiyo vizuizi. I break that barrier by loving them. And I can reach them. And I reach them. Huwa navunja hiyo janga. Huwa navunja huo adui. Bado nawafikia. Nawapenda. Because the love
kwa sababu upendo breaks the barrier. Inavunja kizuizi. Love breaks the barrier. Na upendo huvunja kizuizi. And I repeat again, love breaks the barrier. Ndio, upendo huvunja vizuizi. Love breaks the barriers. Upendo huvunja vizuizi. You see the barriers that you have. Ukiona vizuizi ambavyo uko navyo, you see the barriers that you have. Unaona hiyo vizuizi ambavyo uko navyo of you zako, that makes you not to have opportunities. Ambavyo vinafanya huna fursa. Let me tell you. Wacha nikueleze. You can love. Unaweza kupenda. You can break them by love. Unaweza ukavivunja kwa kupenda. The greatest commandment of Jesus. Sheria kubwa ya Yesu. The greatest commandment of Jesus. Sheria kubwa ya Yesu. Is love. Upendo. Is love. Upendo. Is love. Upendo. Is love. Upendo. Only love. Upendo pekee yake. Let me tell you. Wacha nikueleze. When you love, ukipenda mtu, there is no anything that can get access. Hakuna kitu ambacho kitapata fursa to remove you, kukuondoa wewe, in the opportunity that God will give you. Kwa fursa ambayo Mungu amekupa wewe. If you love, ukipenda. If you love, ukipenda. The love is the greatest commandment. Upendo ndio sheria kuu. Let me tell you. Wacha nikueleze. You can't receive your deliverance without love. Hauwezi kupata ukombozi wako bila upendo. If you need deliverance, ukihitaji ukombozi, you need to love. Lazima upende. First you need love. Kwanza ni upendo. Even you have to love those who deliver people. Hata ukitaka kupenda wale ambao wanakomboa wengine. Even if you need to be delivered, ukihitaji kukombolewa, love those who deliver people. Penda wale ambao wanakomboa wengine. Love them. Wapende. If you don't love them, usipowapenda hao watu, you will still create a barrier of you to be delivered. Bado utaweka vizuizi vya Mungu kuondolea ile ukombozi. You are here. Uko hapa, you need deliverance. Unahitaji ukombozi, but you don't have love. Lakini hauna upendo. Even you don't love me. Hata upendi mimi. It is very hard to be delivered here. Itakuwa vigumu Mungu kukomboa wewe. It will be very hard for God to deliver you. Itakuwa vigumu Mungu kuokoa wewe. You see how you are living in trials. Unaona kama unaishi kwa majaribu. And you always fail. Na kila wakati unaanguka. You fail because you don't love. Unaanguka kwa sababu haupendi mtumishi. It's not only me. Sio tu mimi peke yangu. There is other masters somewhere. Kuna pia watumishi wengine hata kwa makanisa mengine. They are outside. Huko nje. I still love them. Bado nawapenda. Sometimes I just pray for them. Wakati mwingine mimi huwaombea tu. And I know they speak against me. Na bado wananiongelea mabaya. And that one means nothing. Hiyo haimaanishi chochote kwangu. Because I understand. Kwa sababu naelewa. When I stand in my chance. Nikisimama kwenye pengo langu. No one to remove me. Hakuna mtu ataniondoa. Because I know my God. Kwa sababu najua Mungu wangu. Our God is love. Najua Mungu wangu ni upendo. God is love. Mungu ni upendo. Speaking bad of me. Kuongea vibaya kunihusu. That one cannot remove me from. Hiyo haiwezi kanitoa kwa pengo langu. That one cannot remove me. Haiwezi kaniondoa. For loving God. Kwa kupenda hata maadui. I love God for nothing. Napenda Mungu bila chochote. No one to persecute me. Hakuna mtu atanihukumu mimi. No one to push me. Hakuna mtu unisukuma mimi. That I may love God. Ndio aweza kupenda Mungu. I love God for free. Anapenda Mungu cha bure bila kusukumwa. And because of that, na kwa ajili ya hayo, I create an opportunity. Anatengeneza fursa of my enemies, ya maadui zake, even to love them. Hata kuwapenda tu. Because I know. Kwa sababu ninajua that is a command. Hiyo ni sheria. That is a command. Hiyo ni sheria. There is no freedom. There is no freedom. Hakuna uwazi. Freedom, hakuna ukombozi. Hakuna uhuru. Hakuna uhuru. There is no freedom. Hakuna uhuru if there is no love. Mahali ambapo hakuna upendo. If there is no command. Mahali hakuna sheria. There is no freedom. Hakuna uhuru without. There is no freedom. Hakuna uhuru without law. Bila sheria. Without law there is no freedom. Bila sheria hakuna uhuru. And this is why. Na hii ndio sababu. Because Jesus brought the freedom. Ndio sababu Yesu alipoleta ule uhuru.
he brought even commandment. Aliweka pia sheria, law. Sheria. If you are here, ukiwa mahali hapa and you need God to deliver you, na unahitaji Mungu akuweze kukomboa wewe, remember, kumbuka, there is freedom, kuna uhuru, and there is backup of law, na bado kuna sheria. There is no freedom without backup of law. Hakuna uhuru pasipo na kufuatana na sheria. There is no freedom, hakuna uhuru without law, pasipo kuandamana na sheria. This is why Jesus brought the freedom. Hii ndio sababu Yesu alileta sheria and the deliverance, na ukombozi, and then he brought even law, na akaweka pia sheria. The law was there of Moses. Sheria ilianza na Musa. In the book of Exodus, kuanzia kitabu cha Kutoka, there is 5 commandments. Kuna sheria 5. They were speaking about man to man. Zilikuwa zinaongelea kuhusu mwanaume na mwanaume. Men, when I say men, is it men all, or mtu ni man ni kumaanisha mtu mmoja, man ni mtu mmoja, men wengi. What about without gender? People. Okay, people. In times of Moses, wakati wa Musa, the law was about people. Sheria ilikuwa kuhusu watu. So Moses was having the law to guide people. Musa alikuwa sheria iweze kuongoza hawa binadamu. So 5 commandments of Moses, kwa hivyo sheria 5 za Musa was a person with another person. Zilikuwa mtu na mtu mwingine. 5 was about people. 5 zilikuwa kuhusu watu. And 5 was person and God. Na zingine 5 zilikuwa mtu na Mungu. 5 was people and people. 5 zilikuwa watu na watu. And 5 was people and God. Na 5 zilikuwa watu na Mungu. And they, na leo in the New Testament, kwa Agano Jipya, in that New Testament, kwa Agano Jipya, Jesus take this, all of this. Jesus take all of this. Yesu anaunganisha hizi zote and become one. Inakuwa moja. Love. Upendo. Love. Upendo. Love. Upendo. Love. Upendo. All 10 zote 10 has been converted by Jesus. Zinafanywa na Yesu kuwa moja. Have been converted by Jesus. Zinafanywa kuwa moja na Yesu. Become one. Inakuwa moja. And become one. Na inakuwa moja. Let me tell you. Wacha nikueleze. You have to be. Inafaa uwe like how God needs you to become. Venye Mungu anahitaji uwe. I need you to be very, very wise. Ningelipenda uwe na hekima kuu of knowing God. Ya kujua Mungu. Having enemies, kuwa na maadui, is God's desire. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Is God's desire. Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Those who you hate enemies, wale ambao wanachukia maadui zao, I will really pity you. Na wahurumia. That you don't have an opportunity God to raise. Hauna fursa ya Mungu kuinua wewe. You have an opportunity God. Hauna fursa ya Mungu kuinua. And today I need God to raise you. Na leo nahitaji Mungu akuinue. So accept to have enemy. Sasa kubali kuwa na maadui. Accept having enemy. Kubali kuwa na maadui. Accept having enemy. Kubali kuwa na maadui. Accept having enemy. Kubali kuwa na maadui. There is person who is not here. Kuna mtu ambaye hayuko hapa. Because here there is enemy. Kwa sababu hapa kuna adui. Because here he has enemy here. Kwa sababu hapa kuna maadui. Let me tell you. Wacha nikueleze. Let me tell you. Wacha nikueleze. You are watching me there. Unanitazama pale. You are looking at me. Unaniangalia mimi. You are following my messages. Unafuatilia ujumbe wangu. I'm coming to you here. Nakuja kwako kupitia hii. That I may tell you. Wacha nikueleze. Dear friends. Marafiki zangu. Let us love. Wacha
Let us love one another. Wacha tupende kila mmoja. Let us love one another. Wacha tupende kila mmoja. Love comes from God. Kwa sababu upendo huja kutoka kwa Mungu. Whoever loves, yule ambaye upenda, is a child of God. Ni mtoto wa Mungu. And knows God. Na anajua Mungu. Knowing God. Kujua Mungu is not because it's not coming for hating your enemies. Kujua Mungu haitakuja kutoka kuchukia adui yako. Let me tell you. Wacha nikueleze. Knowing God is coming from loving enemies. Kujua Mungu itaanzia pale ambapo utapenda maadui. You will be raised. Utainuliwa. You will be raised. Utainuliwa. When you know God. Ukijua Mungu. The capacity of that knowing. Kile kiwango cha kujua Mungu. The capacity of that knowing. Kile kiwango cha kujua Mungu. That capacity. Kile kiwango. It gives you that raise you have raised. Itakufanya uweze kuinuliwa. It will raise you. Itaanza kukuinua. Somebody here, you need to break that boundaries. Kuna mtu hapa inafaa uvunje. You need to break the boundaries. Uvunje vile vizuizi. You need to break the boundaries. Uvunje vizuizi. The boundaries of hating your enemies. Vizuizi ambavyo vinafanya unachukia adui yako. The boundaries that you have created by hating people. Vile ambavyo umetengeneza kwa kuchukia maadui. Uondoe kwa roho yako. Remove them from your heart. Uondoe kwa roho yako. When you remove them from your heart. Ukiondoe kwa roho yako. Now you create opportunity for God raising you. Unatengeneza fursa ya Mungu kuinua wewe. I need somebody to be raised today. Ningependa mtu ainuliwe leo. I need somebody to be raised today. Ningependa mtu ainuliwe leo. Remove the boundaries. Ondoa vizuizi. Remove the boundaries. Ondoa vizuizi. Remove the reasons. Ondoa. Remove even the reasons. Ondoa excuses. That gives reasons and excuses that you give that you may hate people. Vile vitu ambavyo vinafanya unaanza kupeana ndio uchukie mtu. God will revenge for you. Mungu atakupigania. God will revenge for you. Mungu atakupigania. God will revenge for you. Mungu atakupigania. When you are hating, unapochukia, you are carrying that burden of revenge. Wewe umeshajipigania mwenyewe. You are carrying that bandage of revenge. Unafanya kazi ambayo kazi ambayo ni ya kujilipizia kisasi. Whoever who hate, yule ambaye unachukia, is in that opportunity of revenging himself. Yule ambaye anachukia mwenyewe huwa anajilipizia kisasi. Yes, and today somebody is revenging for himself. Na leo kuna mtu ambaye anataka kujilipizia kisasi. And you are here coming here to tell God, help me. Na unaambia Mungu nisaidie. God can't help you. Mungu hawezi kusikiza wewe. God can't hear you. Mungu hawezi kusikiza wewe. Even can't be invited by you. Hata hawezi karibisha kwake. Even can't come and help you. Hawezi kuja ili akusaidie, akupe msaada. Because you are doing what is not yours. Kwa sababu umefanya kazi yake na kujilipizia. You are doing what is not yours. Unafanya mambo ambayo si yako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Today, leo, I need you to give God opportunity. Ningependa upe Mungu fursa that he may revenge for you. Aweze that he may revenge for you. Aweze kulipizia kisasi. That he may revenge for you. Aweze kulipizia kisasi. When God shocks your enemies, Mungu akishangaza maadui zako, he is revenging for you. Anakulipizia kisasi. He is revenging for you. Anakulipizia. He is revenging for you. Anakulipizia. When God begins revenging for you, Mungu akianza kulipizia, will raise you. Atakuinua. Will shock your enemies. Atashangaza maadui. Will shock your enemies. Atashangaza maadui. Let me tell you. Wacha nikueleze. You can't shock your enemies for hating them. Atashangaza maadui kwa kuwachukia. You can't shock your enemies for hating them. Kuwashangaza maadui ukiwachukia. Today if you need God, leo ukihitaji Mungu, today if you need God, ukihitaji Mungu to intervene in your case, aweze kuingilia. Love your enemies. Upende maadui zako. Love your enemies. Upende maadui zako. Pray for those who persecute you. Ombea wale ambao wanakuhukumu. Pray for those who persecute you. Ombea wale ambao wanakuhukumu. In this ministry, kwa hiyo huduma, in
In this ministry, kwa hii huduma I have learned a lot. Nimeona mambo mengi. I have learned a lot. Nimejifunza mambo mengi. I have learned a lot. Nimejifunza mengi. Loving people, kupenda watu, even those who don't love me. hata wale ambao wanipendi. Valuing people, valuing people, valuing people, valuing people. Those who don't value me, wale ambao valuing people, those who don't value me. Wale ambao wananiona mimi si wa muhimu, kuwajali watu wasionijali, wajali watu ambao wanijali, kuwaona wabaraka watu wasioona mimi ni wabaraka. Amen. I have learned that. Nimejifunza hayo because I know God. Kwa sababu najua Mungu. Opportunity is being given by God. Fursa upewa na Mwenyezi Mungu. Opportunities are given by God. Fursa upeana na Mwenyezi Mungu. And having enemies, na kuwa na maadui, achana naye tu. Wewe achana na yako na mtoto huyo. Praise God. Bwana asifiwe. Hello. Having opportunity, kuwa na fursa of loving your enemies, ya kupenda maadui, that one gives God courage. Hiyo inapatia Mungu changamoto. It is very difficult to love your enemy. Ni vigumu sana kupenda adui yako. Even I see you, hata nikikuangalia, you tell me, pastor, apostle, you really tell me you love your enemies. Unaambia apostle kuwa unapenda maadui zako. Let me tell you, wacha nikuambie, I love them. Anawapenda. Even those who don't like this ministry, hata wale ambao wapendi huduma hii, even those who don't support this ministry, hata wale ambao wasaidii huduma hii, I know it is because they lack the capacity of knowing God. Najua kwa sababu hawana ile uwezo wa kujua Mungu. They lack knowing God. Wanakosa ile kumjua. Even if they give what is not pleasing God here, hata wakipeana kile ambacho hakifurahishi macho ya Mwenyezi Mungu, it is because they lack knowing Him. Ni kwa sababu hawamjui. Because if they love Him, kwa sababu kama wanamjua and they value Him, na wanaweza kumuinua, and they value Him, na wanamjali, they will give Him reasonable things. Watampa vitu ambavyo ni vizito, vitu mzuri, because of the capacity of love. Kwa sababu kwa ajili ya ule uwezo ya upendo. Let me finish there. Wacha nimalizie hapo. This was the teaching service. Ilikuwa ibada ya mafunzo. And I was teaching about love. Nilikuwa nafunza kuhusu upendo. And I will still teach about love. Na bado nitawafunza kuhusu upendo. Because when people they will understand love, kwa sababu watu wakiweza kuelewa kuhusu upendo, I know this church will be full. Hii kanisa itajaa. I know this church will be full. Kanisa litajaa. I know there will no any single seat here without. Hakutakuwa na kiti ambacho hakina mtu. Because when people they will know about loving God, watu wakijua kuhusu upendo, loving God, kupenda Mungu, you will not miss any service. Hauwezi kukosa ibada yoyote ile. You will not give any reason. Hautapeana sababu yoyote, vijisababu of missing service, ya kukosa ibada, because you know love. Kwa sababu wewe unajua upendo. And you know love, na ukijua upendo, love is God. Upendo ni Mungu. And you will give God first chance in your life. Na utapea Mungu fursa ya kwanza kwa maisha yako. In Deuteronomy chapter number 6 verse number 5, Kumbukumbu la Torati, love the Lord your God. Penda Mungu. In the book of Deuteronomy 6 verse number 5 is saying that love the Lord your God. Penda Bwana Mungu wako with all your heart, na roho yako yote, and all your soul, na nafsi yako yote, and with all your strength, na nguvu zako zote. Let me tell you, wacha nikueleze, if God has given you grace of strength, then Mungu kama amekupa neema ya nguvu, you have to love him with using that. Inafaa utumie zile nguvu kumhudumia, kumpenda. Let me tell you, wacha nikueleze, anything that God has given you, kila kitu ambacho Mungu amekupa, has given you that you may love him. Amekupa ndio umpende. Has given you that you may love him. Amekupa ndio uweze kumpenda. If you miss to understand that, ukikosa kuelewa hayo, if you miss to understand that, ukikosa kuelewa hayo, you will glorify yourself.
utaanza kujiinua mwenyewe. You will glorify yourself. Utaanza kujiinua mwenyewe. And after that glory, na ukianza kujiinua mwenyewe, you will fail. Utaanguka. And you will need him. Na utamhitaji. And you will not see him. Na utamuona. You will look for him. Utamtafuta. You will not see him. Hautamuona. Let me tell you. Wacha nikuambie. God has given you anything. Mungu amekupa kila kitu. Everything that God has given you. Kila kitu ambacho Mungu amekupa. Is that you may love him with. Uweze kumpenda na kicho kitu. Is that you may love him with that thing. Ndio sababu utumie kile kitu umpende. Let me tell you. Wacha nikuambie. If you can't create that opportunity of loving God. Usipotengeneza ile fursa ya give God a first chance in your life. Na kumpa Mungu mstari wa mbele wa maisha yako. Put him first. Mstari wa mbele. Putting him first. Kumweka mstari wa mbele. Putting him first. Kumweka mstari wa mbele. Putting him first. Kumweka mstari wa mbele. Is when you love him. Ni wakati utakapompenda. Is when you love him. Ni wakati ambapo unampenda. In season, in good season and in bad season. Kwa wakati ambao unafaa na kwa wakati usiofaa. Yeye ni hapo kipaumbele. Mmemweka hapo mbele. First priority. 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 Ukimweka hapo mbele. First priority. Ukimweka hapo mbele. First priority. Kila jambo ukimweka hapo mbele. Everything. Let me tell you. First priority. Wacha nikueleze. Ukimweka hapo mbele. Ukimweka pale mbele. You will never fail. Hautaianguka. You will never fail. Hautaianguka. Let me tell you. Wacha nikwambie. In this ministry. Kwa hiyo huduma. The will of our enemies. The will of our enemies. Upendo wa maadui zetu. Mapenzi ya maadui zetu. Is we not to be here. Tusiwe mahali hapa. Is we not to sing well. Tusiimbe vizuri. Is we not to glorify God as our master. Wanapenda tusiweze kumuinua Mungu kuwa mkuu wetu. But because we put him first. Lakini kwa sababu tunamweka mbele, God has strengthened us to live. Mungu ametupa nguvu tukae mahali hapa. Living here is not because of our enemies. Kuishi hapa sio kwa sababu ya ajili ya maadui zetu. It's not even the will of our enemies. Sio mapenzi ya maadui yetu sisi kuwa hapa. Let me tell you. Wacha niwaambie. But because we love God. Lakini kwa ajili tunapenda Mungu, He strengthens us to live here. Anatupa nguvu tuishi hapa. Us to live here. Anatupa nguvu tuishi mahali hapa. Other people left us that wengine walienda that we may finished. Ndio tuanguke. Let me tell you. Wacha nikwambie. We still grow stronger. Bado tutaendelea kuwa na nguvu. We still grow stronger. Tutakuwa na nguvu. And we shall still grow stronger. Tutainuliwa. I still grew stronger because I know how to love. Niliinuliwa kwa sababu najua kupenda. This lady come to occupy the space of somebody I love him and they left me. Huyu mama alikuja akachukua nafasi kwa yule ambaye aliondoka mwenye nilikuwa napenda. And this is why that love I transferred it here. Kwa sababu ule upendo nimemuingiza ndani ya huyu mama. Let me tell you. Wacha nikueleze. Even that one has gone. Hata yule ambaye ameenda, I still love him. Bado ninampenda. But not the way I was loving him when he was here. Lakini sio aweze kulinganisha ule upendo ule ambao nilikuwa nimempa akiwa hapa. Let me tell you. Wacha nikwambie. When you go far, ukienda mbali, the capacity of love will be limited. Kile kiwango cha upendo pia kinapungua. Even if I will try to love you, hata nikijaribu kupenda, not as usual. Sio venye ilikuwa pale mwanzo. Let me tell you. Wacha nikwambie. When Adam fell, Adamu alipoanguka, and God hated the world, na Mungu akachukia ulimwengu. Bible says that in the book of John 3:16. Yohana 3:16. He loved again. Mungu alipenda tena. Let me tell you. Wacha nikwambie. That love you can't compare with the love of the beginning. Hauwezi kulinganisha ule upendo wa Yohana na upendo wa pale mwanzo. Genesis saying that. Pale mwanzo kitabu kinasema mwanzo, Bible is clarifying for us that God was visiting Adam. Biblia inasema kuwa Mungu alikuwa anamtembelea Adamu. So God, he was able to visit Adam. Mungu alikuwa na uwezo wa kumtembelea Adamu. But when Adam
fails God. Lakini Adamu alipomwangusha Mungu, Adam was not being visited again by God. Adamu hakutembelewa tena. So from Genesis, kuanzia pale mwanzo, there is no visitation of God. Hakuna kutembelewa wa Mungu. There is no visitation of God. Hakuna kutembelewa na Mungu. And when it comes in the book of John, unapokuja kwa Yohana, there is a visitation. Kuna kutembelewa. There is a visitation. Kuna kutembelewa once a while. Mara moja kwa wakati mmoja. Once a while. Mara moja moja. It was very long time ago. Na kuanzia zamani. It was very long time ago. Ilikuwa zamani ya kale. Adam was being visited by God. Adamu alikuwa anatembelewa na Mungu. Chapter number 3, Genesis. Mlango wa 3. Chapter number 3. Kutoka mlango wa 3. Genesis chapter number 3. Kutoka mlango wa 3. That is where God was visiting Adam. Hapo ndio Mungu alikuwa anatembelea Adamu. That love, when that love was being cut off, wakati ule upendo ulivunjika, there was no longer visiting Adam again. Hakukuwa na utembeleo kwa Adamu. So we have lived from Genesis up to John, there is no visitation. Tumeishi kutoka kule mwanzo hadi Yohana, hakuna kutembelewa. Let me tell you. Wacha nikueleze. When Jesus came, Yesu alipokuja, he was sent by his father. Alitumwa na baba yake. And there after that day, na baadaye his father was coming to visit Adam. Baba yake alikuwa anakuja anatembelea Adamu. Babake alikuwa anakuja kutembelea Adamu. Lakini sasa hakuna kutembelewa kutoka Genesis, hakuna kutembelewa mpaka John. Hakuna kutembelewa. Adamu hajatembelewa tena. Unaweza kuketi. Amen. Malizie. Asante sana. God bless you mwalimu. He's our teacher. Piga makofi mazuri. Sio piga makofi mazuri, amejaribu sana. Najua anahubiri na mimi sijui kizungu. I'm just trying. So God bless you. Let me tell you. Kutoka Genesis hakuna Mungu hajatembelea Adamu. Na Adamu ama mwanadamu hajakuwa na Mungu, hajatembelewa tena na Mungu. Mpaka ile siku, ule upendo. Na sasa si yeye anakuja, anafanya kutumana. Anafanya kufanya nini? Kutumana. Let me tell you. Leo lini? Leo. Bwana nisaidie na unitembelee. Leo na kuomba unitembelee. Sijui saa imeenda ngapi? Namaliza kwa kusema hivi. Tumesoma mengi kutoka Yesu sasa akuje. Roho wa Mungu sasa ndiye anatutembelea.